Tafuta video hiyo uiendeleze. Na sema nimekuonyesha. Bonyeza kama. Endelee. Hiyo na changamoto nyingine ni ya panya. Panya wale wa alizini. Ndio anahitaji kwa panyabuku. Kipindi kama hiki wameshaanza usumbufu wa kutafuna mizizi ya matunda. Kuna sehemu nimeona hapa leo kuna sehemu wamechukua wakishatafuna mizizi ya matunda na kuwa uwezi kuweka tena, unaharibika. Ya ukifanya hivi vinakuwa vinakimbia. Naja kutemba. Sema niliona panyabuku. Ai. Hapa. Nadhani panyabuku ndo shida. Kama hapa wameshaanza kutafuna mpapai kwa chini. Ndio wanachimba hivi. Unaona? Kwa hiyo ni changamoto nyingine. Wakishatafuna mzizi kule wa mpapai basi unakuwa umeshakauka huko. Sehemu nyingine nadhani ni uzito wa mapapai, ikiwa zito linadondoka. Likiwa zito linadondoka. Ikiwa na uzito kidogo umeilemea lina. Changamoto zingine ni za kibinadamu, watu kuchuma bila utaratibu. Sasa nikuulize labda. Kuna watu wengine unakuta kama haya mapapai unakuta yana fungus. Ndio. Unatumia nini? Tunapata mawazo mbadala sehemu mbalimbali. Kuna ambao wanasema tutumie sabuni ya unga. Kuna wengine wanasema tutumie chapa mandashi nadhani. Nini ya kuokea? Amira. Kwamba inasaidia kuondoa fungus kwenye nani. Wewe umeitumia? Mimi sijatumia sana, lakini nimetumia dawa inaitwa protector. Kuzuia fungus. Kwa hiyo protector inaua fungus na wadudu au? Inaua fungus na wadudu mbalimbali. Wapo wadudu ambao wameorodheshwa pale ambao inaweza kuwaangamiza kwenye mapapai. Hata kwenye miche mingine ya michenza. Mara nyingi tunapenda kutumia hiyo protector. Changamoto zingine ni mbolea. Mbolea za asili. Ndio maana ulikuwa unasema kwamba unatamani sana kufuga. Natamani sana kufuga ili kuondoa changamoto ya mbolea. Sasa changamoto ya kufuga tunashauriwa tufuge friesian. Sasa friesian ni gharama. Ndama wa miezi mitatu au nani wanauza 600,000 700,000. Miezi mitatu? Miezi mitatu. 700,000. Sawa. Kwa hiyo hizo ndo changamoto za haraka. Ambazo zinatukumba. Lakini vinginevyo tunajitahidi kwa kadiri ya tunavyoweza. Kama tukipata misaada ni vizuri zaidi. Na mafunzo yakizidi kutolewa kama mlivyokuja leo. Pengine tunaweza tukapunguza changamoto. Sasa. Asante. Na masoko pia. Kwa mfano kama papai hizo unavyoziona hatuna soko. Ni swala gumu kidogo. Ni swala la soko. Hizo ndo changamoto nadhani za haraka. Kwa hiyo matarajio yako ni nini? Matarajio pamoja na changamoto ni kupambana kuendeleza kulima mazao ya matunda. Kwanza yawepo. Yakiwepo kwa wingi, pengine jibu la yapelekwe wapi litapatikana labda. Sawa. Sasa nilikuwa ninataka nikuulize, naona umepanda mazao mchanganyiko. Ndio.
Kuna migomba, kuna maharage, kuna matunda hayo tuliyoyaona, mapapai na fenesi na kadhalika. Faida ya kuchanganya mazao wewe kwako ambayo umeiona ni ipi? Faida ya kwanza ni kivuli kwa yale mazao ambayo bado yako chini. Migomba inatoa kivuli kwa hayo mazao wakati bado miche ikiwa chini. Ndio faida ya kwanza. Lakini kwa baadaye kuna kimoja kitajiondoa. Kuna uwezekano migomba ikajiondoa yenyewe. Kwa sababu miche ya matunda inakuwa na nani kubwa zaidi, ulaji wa mbolea mkubwa zaidi kuliko migomba. Kwa hiyo kimoja kitafutika ambacho nafikiri ni migomba. Sawa, asante. Ndio. Okay, mtazamaji wa Kilimo Hai TV. Leo nilikuwa nimemtembelea mkulima huyu anaitwa Joakim Kitale. Umeona kwamba analima kilimo cha kuchanganya mazao, analima kilimo cha matunda, lakini tumemsikia kama alivyojielezea. Amepiga hatua. Asante. Karibu.